State House ya Nakuru asitoke. Moi alikuwa anaenda, Moi alikuwa mtu anajua kunyenyekea. Alikuwa anafika kwa State House anakaa, wakina Nyonyo wanamwambia kwamba tuwezi ona mzee sasa anarudi. Wakatoa Kenyatta hapo akapeleka Mombasa, State House ya Mombasa. Wakati Kenyatta alikufa, Moi ni bahati tu mzuri, Moi alikuwa anaenda kukojoa, sio alikuwa amekunywa uji. Kwenda kujoa saa 6 usiku, saa 7 anasikia simu inalia. Kuchukua simu, anauliza nini, akaambiwa I think ilikuwa ni PC ama nini huko Mombasa. Alimpigia simu akamwambia, unajua boss yako amekufa, kimbia ule mtu ata address cabinet meeting ndiye atakuwa president. Moi alidrive peke yake usiku na kukimbia na barabara direct. Alikimbia chochoro mpaka hapa State House ya Nairobi na address cabinet, hapo ndiye akakuwa president. Kukuwa president, watu wa Mount Kenya walijua watatugonganisha na Kalenjin. Kitu Raila Odinga alifanya leo, Oginga alifanya in 1978. Wakati nani alishakuwa president, walijua ya kwamba Oginga atapigana na Moi kwa sababu Oginga ndiye alikuwa first vice president, angetaka hiyo kiti. Oginga alifanya nini after Moi kukua sworn in? Juu hiyo wakati tukokuwa na election, hatukuwa na party ilikuwa moja, ilikuwa ni KANU. Nani alitoka nje na akasema ya kwamba mimi nimesupport Moi. Watu wa Mount Kenya hawakuamini. Watu wakasema ya kwamba mpaka leo watu wa Mount Kenya wanaambiwa ya kwamba Raila Odinga ndiye alipanga kuu ilipangwa na kina Njonjo kwa sababu hawakuamini ya kwamba Moi ni president. Hao ndio walipanga. Ni vile tu Raila alikuwa mjanja kama mingi, akapatikana kwa scene, akaenda na hiyo noma ya kuu. Raila Odinga angepandiwa serikali ambayo yeye hakukuwa minister, hakukuwa MP, hakukuwa defense minister, angepandiwa aje serikali kama si wale wakikuwa ndani, unaona? So Raila Odinga kapelekwa na noma siku kuwa yake, unaona? Ili tugonganishe na nini? Na Wakalenjin. Unaona ya kwamba Raila Odinga alikuwa anataka kupindua nani? Moi. After hiyo mateso yote Raila kusafa kwa mkono ya Moi in 2002, Raila Odinga akakuja kusema ya kwamba Kibaki tosha. Raila akatoa hapa kama Moi Kibaki anataka kuuliwa, alimchukua hapa kamficha. Akarudi hapa kulead campaign ya Moi Kibaki peke yake. Na wakina Kalonzo Musyoka, hata Kalonzo alikataa Kibaki. Nyachae alikataa Kibaki. Unaona? Wale walikataa Kibaki. Nyachae na Kalonzo walikataa Kibaki kabisa. Raila Odinga alifanya campaign, Kibaki akakuja hapa kama hizi, angalia hata mwanamke mrembo nyuma yake. Akona plaster kila mahali. Akapata president. Wakati alipata president, Raila Odinga alienda hapo Dhaya Kiambu. Walimuita Mutongorio Jamba. Waliita Raila Odinga Mutongorio Jamba. Unaona? What is the meaning? What is the meaning of that? Mutongorio Jamba ni mtu sujaa. Sujaa, unaona? Wakamuita Mutongorio Jamba. After kumuita Mutongorio Jamba, waliagree na Kibaki ya kwamba anapewa prime minister. Unaona? Wanapea Wamalwa kijana vice president. Wakati wa hii prime minister wabadilishe constitution, hapa ndio waligeuzia Raila Odinga. Wakina Stanley Githunguri Muchuki, wakina Martha Karua wakasema ya kwamba Raila Odinga hata State House asiingie, hiyo kiti hakuna. Wakati walianza kuvutania hii, bahati mbaya Wamalwa akakufa. Wamalwa kukufa, wakaita Raila Odinga wakamwambia, sasa badala ya vice president, badala ya prime minister, wacha tukupee vice president. Raila Odinga ni mtu ana live kwa constitution agreement ambao mlifanya. Akawaambia hapana, hii vice president ni ya Waluya, peni Mudi ya Uhuru sitaki. Wakapea Mudi ya Uhuru, wakamuosha hiyo prime minister yake. Ndio watu wakakuja referendum ya no na yes. Raila Odinga akafukuzwa cabinet, Balala wakina nani wakitolewa cabinet, Kibaki akapoint wakina Muchuki, wakina Nyachae. Tukaenda kwa campaign ya 2000 no na yes campaign. No na yes campaign, after kufanya no na yes campaign, ikakuwa sasa Mutongorio Jamba anataka sasa kuwa president wa nchi. Ndio walijua sasa ni Mugoroki, wakajua kumba hajai tairi, wajajua ni mtu wa standawili, wakajua ni mtu mchawi, wakajua yeye ni muganga. Lakini wakati alisema Kibaki tosha, alikuwa Mutongorio Jamba. Wakati Raila Odinga aliwini election ya 2007, wakina Martha Karua walimnyima na watu. Raila Odinga kaona hii nchi ni kubwa kuliko. Ruto aliambia Raila Odinga, tukikuwa pale Kasarani, my brother Gwambo, we are giving you this mantle, but please don't look back. Kitu Ruto alitumia, juzi nilikuwa naangalia Biblia usiku nikapata, Ruto alikuwa ametumia lugha ambayo Mungu alitumia. Watu wakitoka Gomora wakienda Sodom, wakienda Lut na nani wakitoka Gomora. Mungu aliambia Lut ya kwamba ukitoka usiangalie nyuma, ukiangalia nyuma utageuka chumvi. Raila aliona vile watu walikufa, walikuwa na wana, aliangalia nyuma tukageuka chumvi. Ruto alisema ya kwamba tunakuchukua tunaenda kuwapisha 64 stadium, tunakuleta tukiimba kwa wimbo ya kutairi. Kibaki alikuwa anakimbia.
Unaona, Raila alipenda inchi, na hiyo kupenda hii inchi wengine wakaona ni weakness ya Raila Odinga. Sio weakness. Raila amekuwa mtu apendangi damu na apendi. Kama ni kupindua hii inchi na vita, Raila angepindua kitambo. So watu wengine wanaonanga ya kwamba hiyo ni weakness. Na nilisema ya kwamba mimi Raila Odinga angenipea hata kingpin ya wiki mbili. Wiki mbili mimi najua Wajaluo wetu. Wajaluo wanataka tu mtu wa kuweka tu nini. My friend, inchi haiwezi kuwa. So the same kitu walifanyia Raila ndio watakufanyia Kibaki, watakufanyia Ruto. Ruto wakati alisupport Uhuru, mpaka Uhuru akataniwa election yake na Maraga. Uhuru akachanganyikiwa pale Maraga, akiingiza matoko yake akiingiza mkono wake kwa matako, akikunia matako yake live. Ruto akamwambia hii kiti lazima tuchukue. Ruto alisaidia Uhuru kuretain hii kiti yake, hii last term yake. Wakati sasa Ruto akichukua hivi, sasa mmeleta shida. Nani amekopesa pesa mingi? Ni Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa nini wako muandamia? So iko kitu ambayo watu Mount Kenya wataki kuambiwa ya kwamba hao ni wa selfish, waamini mtu mwingine. Hiyo ndio shida yangu ambayo mimi niko nao na hao. Wao ni wa selfish, hawataki. Wakati wa Moi walisumbua Moi, wakati wa Kibaki wako msumbua, wakati Uhuru wako msumbua, wakati wa Kenyatta wako msumbua. Kwa nini mtu mwingine akikuwa president kutoka kwa Kisii si jamii yake wanamsumbua? Unaona? Raila Odinga ndiye akuja aseme ya kwamba tunashikana na Ruto, to support Ruto. Raila Odinga aliona ya kwamba hii nchi apart from kuwa politician, yeye ni mwanabiashara. Uhuru Kenyatta ni mwanabiashara, iko wanabiashara. Hii Kenya ingeenda story ya Libya, akanipigia story ya huko hii nchi inaitwa huyu president wa Egypt. Alikuwa ndio sijui Watara. Aliniambia kwamba yeye ndiye alikaa na Watara kama yeye ni prime minister wa mwisho. Wakati alikuja hapa Kenya hivi kikundi kingine ilikuja kama Gen Z, wakaanza maandamano. Nako walikuwa kama tribeless, leaderless na ninless. Wakati walitoa ule president alitoka kwa power hivi wanajeshi ndio walichukua uongozi. Wale wanajeshi walichukua hiyo uongozi, tena wakakuja wakatolewa na tena kikundi kingine tena wakawashika wakaka ndani. Mpaka leo hii nchi haijakuwa nchi. Tuko na Libya hapa, nchi ya Libya haijakuwa nchi. Sudan hapa watu wanakimbizana, Kongo hapa watu wanakimbizana. Kenya tuwezi kubali kwenda hiyo njia. Kama wanataka kutoa Ruto, wachukue kura, wajipange na kura, but hii mambo ya kumwaga damu na kwenda na hiyo njia, my friend, kila mtu anatamani kutamani Kenya wanaweza kuwa. So hiyo weakness mnasema ya Raila Odinga, Raila Odinga angekuwa Kenya hii, hata hao wanasema hao ni wanabiashara, wangekuwa na mali ya kufanya biashara. So lazima washukuru Raila Odinga na ombe Raila Odinga Mungu. Na that's why anasema huyo Raila Odinga ambaye watu wanamdharau leo, wanamtusi leo, wamemuoni maana yake. Siku Raila Odinga atatoka nchi hii, ibaki sisi, itakuwa noma, kwa sababu sisi tumeona madharau Raila Odinga amefanyiwa na baba yake. Tunameza hizi vitu. Na naweza sema kitu nani alisema, Mike Tyson boxer, wakati Muhammad Ali alipigwa na madharau, Muhammad Ali the Great alipigwa na jamaa alikuwa anaitwa sijui nani, na ilipata Tyson alikuwa 12 years. Ilibaki Mike Tyson juu Muhammad Ali alipigana vita ya racism, alipigana vita mingi nje ya ring kuliko ya ring. Unaona, Mike Tyson aliambia kocha wake, unipeleke nini nione Muhammad Ali. Kufika aliyemwambia Cham, mimi kwangu you are still the greatest, na mimi nakupromise nitakurevenjia. 7 years later Mike Tyson alikuja kupatana na ule mtu alipiga Muhammad Ali na madharau, alipiga deadly. Mimi